ndio watakuwa tayari washamtangaza kocha. Nadhani ni siku zinawatosha. Vigezo gani wekundu wa Msimbazi Simba wameviweka kwa ajili ya kumpata kocha mpya? Yaani wanatumia vigezo gani? Cha kwanza kabisa, lete maneno. Lazima kocha awe na cheti. Lazima awe na cheti. Wamejifunza kwa Pamte. Wamejifunza kwa njia ngumu, lazima. Ahmed Ally, ni kweli vigezo mlivyoviweka? Kwanza tuambie ni vigezo gani ambavyo mmeviweka, alafu tutarejea. Tunachoangalia kwanza ni sifa alizokuwa nazo mwalimu, kama zinaendana na vigezo na masharti za mashindano ambayo tunashiriki, lakini vile vile tunaangalia ubora aliokuwa nao, tunaangalia uzoefu aliokuwa nao, na baada hapo ndipo ambapo tunafanya maamuzi ya kumkabidhi timu yetu. Sifa kama zipi? Sifa zinazotakiwa kwenye mashindano ambayo tunashiriki. Ligi Kuu ya Tanzania ina sifa zake. Ili kocha awe kocha mkuu lazima awe na vigezo gani? Kwa hiyo tunamwangalia huyo mwalimu tunayemchukua ana vigezo vya kuwa kocha mkuu katika ligi ya Tanzania, lakini vile vile tunashiriki michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, na kwenyewe kuna vigezo vyake. Tunaangalia, je, huyu mwalimu ana vigezo, ana sifa za kuwa kocha mkuu katika timu inayoshiriki ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo hicho ndio kipengele cha kwanza kabisa. Kikisha kamilika hicho, tunakuja kwenye ubora, kwenye uzoefu. Yote hivyo tunavijumlisha, vikitimia kwa mtu mmoja tunamkabidhi timu yetu. Mmeamua safari hii kuanza kuangalia vyeti mapema kabisa? Tunaangalia kila kitu. Kocha ambaye anakuja kuingia katika kipindi hiki ambacho na mashindano kwa maana ya ligi kuu ya NBC pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika, ni kocha mgeni, mtamvumilia kwenye kuijenga timu ama mtataka yale ambayo nyinyi mnahitaji kuyafikia? Kwa nini ukimbilie kwenye kumvumilia? Kwa nini usitangulize kwamba mtafurahia mafanikio atayo hapa? Nafikiri tungejikita kwenye mrengo huo. Ukisema kumvumilia, maana yake tayari umeshamtengenezea mwalimu anayekuja kwamba atafeli. Kwa hiyo na sisi tujiandae kumvumilia huko ambapo atafeli. Kwa nini tusitazame upande mwingine kwamba, je, mmeshajiandaa kufurahia mema ya mwalimu mpya atakayekuja? Ujenzi wote si unahitaji muda? Ndio. Sasa mpo tayari akiwapa muda kuijenga timu? Hakuna shida, muhimu sisi tupate matokeo na maendeleo ya timu yetu yaonekane. Kwa hiyo mtamvumilia? Sijui. Hujui? Kwenye majina ya makocha walioomba nimesikia kuna jina la Folz. Ni kweli eti? Ni kweli, sijaona orodha ya majina ya makocha walioomba. Kwa hiyo tuweze kuthibitisha nani yumo nani hayumo. Kwa hiyo hujui kocha gani ameomba? Sifahamu. Ila ninachoweza tu kuthibitisha ni kwamba ni watu makocha wengi sana wametuma maombi yao. Najua Simba ni timu kubwa na kila mwalimu angependa kuifundisha timu aina ya Simba, kwa sababu anaamini itampa heshima, itampa maisha, itampa mafanikio, itampa jina, itampa kila kitu ambacho anakihitaji kwenye hii dunia. Kwa hiyo makocha ni wengi kweli, wanatuma maombi yao, wanataka nafasi hii ya kuja kuifunda Simba Sports Club. Ni mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ally, akizungumza nasi hapa kuhusiana na vigezo ambavyo wameviweka, aina ya kocha ambaye wanamhitaji kuja kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mwishoni hapo Abisai Steven anasema Ahmed Ally ni kwamba wanajua ni makocha wengi wanaomba, kwa sababu kuna vitu ambavyo pengine unapokuja kuifundisha Simba unategemea na wewe utavipata, zile benefit tunaziita, kwa maana ya mafanikio, zile faida. Kwa maana kocha ambaye anakuja kuifundisha Simba anategemea hizo faida azipate kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Nitarejea, tulia kwanza hapo, shikilia bomba kama unaweza kushikilia mpaka hapo nitakapokuruhusu. Lakini Ahmed Ally, kabla hujaondoka kwenye line, vipi kuhusiana na ripoti ya mwalimu baada ya kuondoka Pantev? Ameiacha, mmeshaifanyia kazi kwa kiasi gani mpaka hivi sasa, na inasemaje ripoti? Bahati nzuri au mbaya, sijaiona ripoti, na mimi kwa level yangu huwa sionaji ripoti za walimu. Tuna bodi ya wakurugenzi ya Simba, lakini tuna kamati ya ufundi, tuna kamati ya mashindano. Hao ndio wanaohusika kuisoma, kuiona, kuidadavua ripoti ambayo inakuwa imeachwa na benchi la ufundi.
Mimi kwa level yangu ya kiutawala ndani ya taasisi yetu ya Simba Sports huwa sioni ripoti imeandikaje. Kwa hiyo niseme tu kwamba sijui mwalimu ama Dimitar Pantev ameandika kitu gani kwenye ripoti yake. Wala hujui katika kuelekea kwenye dirisha dogo kuna maeneo ambayo mtayaongezea nguvu? Ni kweli, hilo silifahamu. Unachojua ni kitu gani? Ninachojua mimi, tunaendelea kutafuta mwalimu, tutampata muda si mrefu kwa maelekezo ambayo nimepewa na viongozi wangu, na baada hapo atakabidhiwa timu kwa ajili ya kuanza kutengeneza mipango yake, na tarehe 28 kikosi kitarejea katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza rasmi programu ya mazoezi tukiwa chini ya kocha mpya. Kuna wachezaji ambao kwenye dirisha dogo mtawaacha? Sina hakika. Wachezaji ambao ni wagonjwa wanaendelea? Musa Pinpin Kamara Spider pamoja na Abdulrazak Hamza wanaendelea vizuri sana. Musa Pinpin Kamara pamoja na Abdulrazak Hamza. Abisai Steven Kachero wa kimataifa, nani anayepaswa kumtegemea mwenzake katika kati ya kocha ama kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ili tujue, tupime haya aliyozungumza Ahmed Ally yanaakisi vipi kwamba kocha anayekuja anaweza kupata kila kitu kutoka kwenye klabu ya Simba? Nadhani wanategemeana Kilumanga, wanategemeana kwa maana ya unaweza kuweka 50-50 kwa maana hii. Kocha huko alipo anaiangalia klabu ya Simba ni klabu ya aina gani kihistoria, ili ajue status, ile hadhi ya timu. Ataona kwenye viwango vya ubora CAF ni ya 5. Kwake hii atafurahia, ipo kwenye ushindani. Ataangalia Tanzania status ya Simba ikoje. Ni timu namba 2 bora ya muda wote club level ya ushindani, nyuma ya Yanga, ambayo Yanga na makombe mengi ya ligi. Kwa hiyo anaona hadi kwenye level ya nchi ni shindani vile vile. Hapa atafurahi. Kombe la shirikisho ataona CRB, ataona na yenyewe ni shindani, Mapinduzi na kwingineko. Hapo atafurahia. Lakini ataangalia namba 3, namba 2 ina wachezaji wa aina gani kwa sasa ambao wanaweza kufanya nao kazi ili kumsaidia kufikia malengo, sababu na yeye anataka timu inapofanikiwa na yeye anafanikiwa, ndo namna ya kukuza CV yake na kujiweka vizuri. Kwa hiyo hii la pili ataliangalia zaidi kwa upana wake, kwa sababu hii historia simeshafanyika, ndio hana cha kubadilisha hapa. Yeye ana uwezo wa kuongeza hiyo historia. Kwa hiyo hii ataiacha. Ndio. Lakini ile wachezaji ataliangalia kwa ukubwa sana. Ataangalia kipa chaguo la kwanza ni nani, ana performance gani, wanaomsaidia wakoje, mabeki wakati wakina nani, wana experience gani, wachezaji wote wa maeneo ataangalia wana uwezo upi. Atafanya ile research ya muda mfupi kujiridhisha, kuona naenda kufanya kazi na watu gani, ili aone nikisema tuna press watu wanaweza, nikisema turudi nyuma watu wanaweza, nikisema tushambulie kwa speed wanaweza, nikisema tucheze passing wanaweza, au naenda kuanza moja. Sasa hii ni hali ya wachezaji. Lakini cha 3 ataangalia historia ya support ya viongozi. Je, makocha waliopita walikuwa na supportiwa kiasi gani kwenye mahitaji? Ondoa mshahara ambao mnaongea, mnabageni, mnakubaliana, mnasubiri mwisho wa mwezi. Zungumzia support ya wewe kukwambia njoo na wafanyakazi wako 2 au 3, kocha magolikipa, kocha fitness na msaidizi wako namba 1. Je, uongozi unaruhusu hiki kitu? Lakini hapa kwenye support, nikitaka kusajili, wana urahisi kiasi gani kusajili wachezaji ambao ni wa daraja lipi, kama hawa viongozi makocha waliopita walikuwa napewa? So kocha ambaye anaangalia haya matatu kwa haraka, historia ya timu, kundi la wachezaji, namna viongozi wanavyo support, afu 4 ambayo sio kwa muhimu ni ile mazingira ya nchi husika yakoje kimpira, na yani je, akisema aishi kutoka sehemu moja kwenda kwingine kuna usalama kiasi gani? Usalama, si ndio? Ndio. Mwisho kabisa ni mashabiki, the way ambavyo wanaanikiza hiyo club. Kwa hiyo vitu vitano nadhani kocha mwingine anaweza kana 10, anaangalia 20, lakini kwangu hivi vitano nimeviona ni vile ambavyo viko imara zaidi. Na maswali 3. Moja, ni kwa kiasi gani kocha ambaye anatafutwa anapokuja kwenye club ama timu husika anakuja na mipango yake. Ndio. Simba itakuwa ipo tayari kukubali yale kocha ambayo atayasema atakapoiona timu? Mwenyewe swali la CEO wa Simba, lakini nitakujibu kwa mawazo ya Bisai. Nataka kwa mawazo yako ni kwamba nyinyi wachambuzi si huwa mnatuambia ndio kwamba kocha anapokuja anakuja
na mambo Falsafa. yake